Nataka tuangalie kitu kimoja. Biblia inasema katika kitabu cha Mithali sura ya 9 mstari wa 13, anasema mwanamke mpumbavu hupiga kelele, ni mjinga, hajui kitu. Lakini ukasoma kwenye Biblia ya The Amplified Bible anasema the foolish woman is noisy, she is simple and open to all forms of evil, she willfully and recklessly knows nothing whatever, in bracket of eternal value. Sema mwanamke mpumbavu anapiga kelele hovyo na anakuwa kila anachokifanya anafanya hovyo. Sikiliza nikwambie, mwanamke yeyote atakayefanikisha familia yake, mwanamke yeyote anayeweza kufanikisha familia yake, lazima ajifunze kumtafuta Mungu na kuishi katika hekima. Hakuna mwanamume yoyote anayeweza kufanikiwa kiurahisi kama mke wake amwombee. Hakuna mwanaume yoyote anayeweza kufanikiwa kwenye maisha kama mke wake ni mtu wa kutawanya. Lazima ujifunze. Nazungumza leo na mdada mmoja hujaolewa. Nazungumza leo na mama mmoja ambaye unapitia changamoto kwenye ndoa. Unahitaji kujifunza kunyamaza. Wanaume wengi hawapendi kelele. Sio wanaume wengi. Of course, mwanaume yoyote hapendi kelele. Kwa unapokuwa mtu wa kupandisha mabega na kuongea sana, unajua kwani mume nionaje? Unapoteza ndoa. Ndio maana wanaume wengine wanawakimbia kwa sababu mnaongea sana. Wanakimbia kwa sababu hamna nafasi ya kutulia. Yaani wewe kila unachokisikia unataka uongee. Kila unachokiona wewe unataka uje juu. Kwa hiyo mwisho wa siku mwanaume atakukimbia, sababu ataenda sehemu atapata mtu ambaye kila anachoongea anamwambia baba basi samahani, baba nimekusikia. Wewe utabaki peke yako bila mwanaume. Kwa sababu gani? Kwa sababu umekuwa mtu wa kuongea sana, mtu wa kutaka yani uonyeshe hisia zako, unaonyesha yani wewe ndo una hisia, wewe ndo unajua mapenzi sana, au ndo unajua yani ndo unayajua mambo. Usiwe mtu wa kuyajua mambo sana. Usiwe mwanamke aliyetulia. Ni mwanamke ambaye hayajui mambo sana, anajielewa na anasikiliza, lakini yupo makini kwa kila anachokisikiliza na kuchambua. So kila unachokisikia, yani hii simu, umepigiwa simu, huyu aliyepiga ni nani? Kila wakati wewe ni mtu wa vurugu na kuuliza na kufuatilia vitu. Mwisho wa siku utapoteza ndoa. Fuatilia, sisemi usifuatilie, fuatilia, lakini kuwa makini wakati unafuatilia, unapita njia gani na unatumia maneno gani. Angalia hapa Mithali sura ya 14 mstari wa 1 anasema kila mwanamke aliye na hekima kujenga nyumba yake, bali aliye mpumbavu huibomoa kwa mikono yake mwenyewe. Aliye mpumbavu huibomoa kwa mikono yake mwenyewe. Sasa unajiuliza, mikono yako mwenyewe, si kuchukua mikono yako ukaanza kupiga ukuta ukabomoa. Na nyumba inayozungumzwa hapa sio nyumba hii jengo. Nyumba inayozungumzwa ni ndoa yako. Nyumba inayozungumzwa ni namna jinsi unavyoenenda kuitunza ndoa. Ni namna gani unavyoenenda na watoto. Ni namna gani unavyowaombea watoto wako. Ni namna gani ambavyo unajitunza kwa ajili ya ndoa yako. Sio leo una mwanaume yule, leo una mwanaume yule, leo una yule, alafu unategeshea tu. Yaani wewe ni mtu wa kutegeshea. Kwa hiyo umeshakuwa na uchumi, yaani umeweka uchumi fulani hivi wa kutegeshea, upate huku, rudishe huku, upate huku, rudishe huku. Hiyo roho itakufanya upoteze ndoa. Fuatilie, tuombe wote. Mungu akubariki.